Kidato cha 4 siwaoni stage kwenu. Mazingira ya ufunzaji na ufundishaji. Kidato cha 4 siwaoni stage kwenu pale. Siwaoni, sijui mko wapi. Umeenda kujiandaa na fashion show? Asante sana. Kipengele kinachofuata ni salamu kutoka kwa viongozi wetu hapa na neno. Sasa kuna mabadiliko kidogo. Mabadiliko hayo ni kwamba afisa mkata sasa hatakuwa afisa mkata tena, atakuwa ni afisa wa wilaya. Maana afisa wa wilaya amepata dharura sehemu nyingine kikazi. Kwa hiyo badala yake hapo mimi nitaenda moja kwa moja kwa mtendaji wetu wa kata. Sasa yeye ataelezea watu wake kwa ujumla na kwa mapana zaidi. Mheshimiwa, karibu sana. Mahafali oye! Wahitimu safi! Mkuu wa shule, mwenyekiti wa CCM ndugu yangu Comrade Gahanga, natambua uwepo wa katibu kata wa Chama cha Mapinduzi Comrade Mkobwe, natambua uwepo wa watendaji wa vijiji wote wanaounda kata ya Rusumo wakiongozwa na Fredrick Chazi, Madangu Mwada. Sijamuona mmoja, Moses anauguza mtoto sana. Afande kweli wamependeza. Makofi kwa wahitimu. Tunaamini ya kwamba kama wamependeza vizuri namna hii, basi hata katika taaluma watafanya vizuri zaidi. Kwa hiyo tunawapongeza sana. Napenda kuzungumza mambo machache kama upande wa serikali, kwa sababu tunapopata fursa kama hizi tunazungumza kuhusiana na masuala ya miradi. Ndugu wazazi pamoja na wageni na mheshimiwa mgeni rasmi, shule yetu ya Rusumo B imepata fedha milioni 20 kwa mwaka huu wa fedha kwa ajili ya ukamilishaji wa maabara. Serikali imeendelea kuboresha mazingira ya ujifunzaji na ufundishaji kwa kuhakikisha kwamba miundombinu inapatikana ya kutosha ili watoto wetu waweze kupata elimu. Kwa hiyo hii ni pongezi kwa serikali ya awamu ya 6 kwa kuhakikisha inaleta fedha katika mradi mawili ya wavulana na mawili ya wasichana. Nadhani mchakato huu unaofahamu vizuri. Kutokana fedha hizi zinatokana na mradi wa CSR. CSR ni fedha ambazo tunapewa kwa ajili ya kusapoti miradi ya jamii ambayo inatokana na miradi mikubwa ya kimkakati iliyoletwa na serikali. Mnatambua tunao mradi wa kilomita 92 wa Rusumo Rusaunga. Kutokana na mradi huu wa kilomita 92 wa Rusumo Rusaunga, basi tunapata ufadhili wa kujengewa mabweni 4, mawili ya wavulana, mawili ya wasichana. Tunaamini changamoto ya utoro sasa itakoma, kwa maana watoto wetu wale wote wanaotoka mbali basi watakaa mabweni. Masuala machache yanayohusiana na utoro. Mheshimiwa mgeni rasmi, taaluma walimu wanafahamu, ili watoto waweze kufaulu ni lazima watoto hawa wao wanahudhuria darasani kwa wakati na kwa mujibu wa kalenda iliyowekwa. Sasa tunapokuwa na watoto ambao ni watoro, tunazorotesha taaluma katika shule yetu. Hawa wahitimu waliosomwa, mheshimiwa mgeni rasmi, 117, utakumbuka ni shahidi, kidato cha kwanza mwaka 2022. Wanafunzi hawa wengi wao walitusumbua sana. Tulipokea wanafunzi 117 wakaanza kudrop, utoro ukazidi. Ukitoa wanafunzi ambao wameenda boarding na wale wanafunzi ambao wamehama, kama wanafunzi wanabaki kama 26, walitakiwa wajumuike na wanafunzi 61 kama sikosei.
ukiangalia vizuri utakuta hiyo takwimu. Hawa wanafunzi hawapo leo, hawapo miongoni mwa hao ambao wanatakiwa wahitimu. Sasa nawasihi wazazi, tuendelee kusimamia watoto wetu. Upande wa serikali unaendelea kufanya miundombinu kuwa safi, lakini kuongeza walimu kwa ajili ya kufundisha watoto wetu. Lakini kama sisi wazazi tutashindwa kuhakikisha tunasimamia watoto wetu kupata elimu, haya majengo na walimu namna hiyo. Boys wamesema wenyewe wataka kufurahi. DJ, paka wanyanyuke, paka wanyanyuke. Ndugu zangu, kuna swala la chakula. Swala la chakula ni waraka wa elimu. Ukimtaka mzazi kuchangia chakula mtoto anapokuwa shuleni, na wataalamu wa elimu walifanya tafiti wakabaini kwamba chakula, watoto wanapokula chakula shuleni, swala la utulivu katika ujifunzaji na ufundishaji linakuwa ni zuri, kwa maana taaluma inaongezeka na ufaulu utaongezeka. Kwa hiyo niombe wazazi wale wanaosuasua kwenye kuchangia chakula, basi wachangie chakula, kwa sababu haraka wa elimu unamtaka mzazi kuchangia chakula shuleni. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nizungumzie sasa maandalizi ya kidato cha kwanza. Mnapopata fursa kama hii, tunafahamu kwamba darasa la 7 wameshamaliza, sasa hivi wako mtaani, na baadhi ya shule, si zote, nilipokea juzi Nyakanga. Tujiandae, mtoto wako atakapokuwa amefaulu, ukaambiwa amepangwa Rusumo B sekondari, sitaki tusumbuane. Yale ya miaka ya nyuma, shule inafunguliwa wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya tatu, mzazi unamkamata anakuambia kwamba mimi bado naandaa vifaa. Sitarajii usumbufu kama huo. Tunawashauri wazazi, kama unafahamu mtoto wako amefaulu kidato cha kwanza, anza maandalizi mapema. Sisi tutakapofungua tu shule, sijui tutafunguliwa tarehe ngapi, ila tutakapofungua shule tunahitaji hao watoto wawe kidato cha kwanza. Wasitusumbue kama hao wahitimu ambao wanahitimu leo. Hatutataka usumbufu kama huo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tarehe 29 tunafahamu, tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka huu 2025 tuna uchaguzi mkuu, tuna uchaguzi wa waheshimiwa madiwani, wabunge na mheshimiwa rais. Ndugu zangu, mnafahamu tumesema baadhi, lakini miradi mingi inakuja na mingi imetekelezwa. Afya, elimu, barabara, ni miradi mingi imetekelezwa na serikali ya awamu ya 6. Miongoni mwao yuko Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, naye anagombea kwa awamu nyingine. Lakini tunacho Chama cha Mapinduzi ambacho ndicho kinasimamia ilani, na baada ya hapa atazungumza mwenyekiti mwenye ilani. Tunafahamu juhudi zilizofanywa na serikali kupitia Chama cha Mapinduzi kuhakikisha kinaleta maendeleo katika kata ya Rusumo. Lakini tunaye ndugu yetu Mheshimiwa Wilbert John Bambara ambaye angekuwepo hapa kama mmoja wa wageni waalikwa, lakini yuko katika kampeni kwa sababu yeye ni mgombea mteule wa Chama cha Mapinduzi, bado hajachaguliwa na bado hajatangazwa. Kwa hiyo kinga hiyo anaikosa, lakini anawasalimia na ameahidi iwapo mtampa ridhaa ya kuwa tena diwani katika kata ya Rusumo, ataendelea kuleta miradi mingi katika kata ya Rusumo kwenye sekta ya elimu, afya, maji pamoja na miundombinu. Mheshimiwa Bambara hoye! Mheshimiwa Samia Suluhu hoye! Asanteni kwa kunisikiliza.